Kwa sababu ya nafasi nzuri amenipatia kukanyaga haya madhabahu. Silichukui likiwa jambo la kawaida. Ni kupitia tu neema yake Mungu. Nikanitunukia, ndio maana niko hapa siku ya leo. Also I appreciate my father kwa sababu ya kunipa hii madhabahu. I salute you, man of God. Bwana apokee sifa zote siku ya leo kwa sababu ya kutupatia nafasi ya kuweza kuwa kwa ibada ya siku ya leo. Ninataka tu salimia mtu, mwambie umepewa nafasi ya kuwa mahali hapa. Ungenyima mpendo ungekuwa mahali hapa, lakini kwa sababu ya upendo wake Mungu ndio maana kutupatia this opportunity kuwa kwa nyumba yake. Shetani angekuja aingilie, lakini Bwana akaona ni vyema akakutenganisha na mipango yake yote ambayo ni mibaya, na akaona ni vyema tuwe mahali hapa. Suinua makofi yako, mchapie makofi mazuri. Wewe nashukuru Mungu ametubeba upande huu. Ilifaa usichukue nikiwa jambo la kawaida. Tulianza Januari. Mwezi wa Januari, Februari, Machi mpaka tukafika hapa tumefika. Bwana akiwa pamoja nasi. Kwa hivyo kwa ibada ya siku ya leo tumekuja kumpa Bwana shukrani kwa sababu ya yale anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitaki kuendelea sana kuhusu wakati. Kuna ujumbe ambao Bwana amenipatia. Na alinipatia wakati tulikuwa na maombi hapa. Nashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo nitauleta kwako na utabarikiwa na tena. Salimia mtu, mwambie utabarikiwa leo. Kama ulikuja na lengo la kubarikiwa, Mungu atakubariki. Na ujumbe Mungu aliniletea ikiwa na maswali mengi katika mawazo yangu. Nikijiuliza kutakuwa aje? Nikijiuliza haya mambo yatakuwa aje? Lakini Bwana akanipatia ujumbe unaosema ya kwamba don't lose hope. I will answer all your questions. Usife moyo. Nitaleta jibu la maisha yako. Hata wewe siku ya leo unaweza kuwa uko mahali hapa, uko na maswali mengi ndani ya moyo wako, ukijiuliza kutakuwa namna gani, ukijiuliza nitafanya nini. Lakini kunaye Mungu juu mbinguni aliye na suluhisho ama aliye na jibu la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimia hapa kama tumempagana. Ngiagira mtu mwana wako moyo mwanani na shokeri yako. Yes, usife moyo. Bwana ako na jibu lako. Hapana umeuliza miaka mingi. Hapana umeuliza miaka mingi. Na inabidi tukisoma kuna watu waliokuwa na maswali. Wao wenyewe walikuwa na maswali. Mami zao walikuwa na maswali kuhusu wao. Na hata marafiki wao walikuwa na maswali kuhusu wao. Lakini ukifika wakati Mungu akaja akamjibu maswali yaliyokuwa yanaulizwa juu yao. Mungu alikuja na akamjibu. Na Mungu aliyejibu wakati huo, Biblia inasema is the same God even today. Aliyetenda enzi zile ana uwezo wa kutenda kwetu siku ya leo. Kwa hivyo tunakuja kutia mtu nguvu mahali hapa siku ya leo. Nikikwambia usife moyo. Mungu ako na jibu la maisha yako. Ako na jibu la familia yako. Ako na jibu la kila tatizo ambalo uko nalo katika maisha yako. Maana yeye ni Mungu mwenye nguvu. Nataka tusome the book of John. Sorry, the book of Luke chapter 1. Kuanzia mstari wa 12 mpaka 14.
Mstari 14 mwanzo 14. Msomaji wa Kibero nisomee. Luke chapter 1 kuanzia hapo 11 to 14. Na Zakaria arejero ni malaika wa Mwathani. Aramwona arungamite rutere rwa urio rwakiririo kia kwithiria macoco. Na Zakaria amwona aramaka bubui araigua. Ende malaika aramwira atiri, ukamaka ewe Zakaria, tondu kuromba gwaku gukwigirwa. Na mwekuru waku Elizabethi aguciarira kaii, nawe ugageta gitwa riako Joana. Na ningi ugakarana kuhudu gukunene na andu babaingi bakagwigwa gutuba guciara gwako. Thank you, Jesus. Bwana Yesu asifiwe. This is a very familiar story. Ambayo kila mmoja wetu anaweza soma ama anaweza sikia likihubiriwa. Lakini ni neno ambalo mimi nikilisoma huwa linanitia nguvu. Na neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Na kama Mungu alifanya alitimiza neno lake enzi zile, wakati tunapolisoma hili neno lake linatutia nguvu, kumaanisha we are not the first people kukutana na changamoto ama kukutana na hali ambayo isiyopendeza. Kuna watu walikutana na hiyo hali na wakashinda. Na ndio maana nimekuja asubuhi ya leo kukuambia Mungu aliyetenda enzi zile is the same God even today. Habari ambayo tumeisoma ni ya mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Zekaria na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Elizabeth. Na ukisoma kutoka verse 5, Biblia inasema ya kwamba hao watu wawili they were righteous before God. Watu ambao walikuwa wanafuata maagizo yake Mungu. Na walikuwa watu ambao hawana lawama mbele zake Mungu. Na Biblia inaelezea story yao, inasema ya kwamba walikuwa hawana mtoto. Na Yesu asifiwe. Ukitafakari hilo jambo lilikuwa jambo ngumu kwao. Walikuwa watumishi wa Mungu. Walikuwa wanaomba maombi kwa wengine yanajibiwa. Lakini bado kwao kulikuwa kumeachwa jambo moja ambalo halijatimia katika maisha yao. Na inaweza kuwa ndani ya mioyo yao walikuwa wako na hili swali ndani yao, wakiuliza kwani Mungu ni mpaka lini? Maybe hata marafiki wao walikuwa na swali ndani ya mioyo yao, wakiuliza hawa watu ni watumishi wa Mungu, ni kwa nini hawana mtoto? Maadui wao pia walikuwa na hili swali, wakiuliza kwa nini hili halijatendeka. Lakini nashukuru Mungu, maana siku ilifika, maana siku ya Mungu ilikuja, akajibu maswali yao. Bwana Yesu asifiwe. Urendo mbele batasi wase ngoro ni wana mtobi biteko kuweteka. Aswala baba tawa sina mtobi biteko kuweteka. Nyanto bona bora sina mtobi biteko kuweteka. Bwana Yesu asifiwe. Wala tumesoma turudia mstari huo wa 30 somaji. Ende malaika aramwira. Yes. Ukamaka ewe Zekaria. Tondu kuromba waku gukwigirwa. Na mwekuru waku Elizabethi aguciara kaii, nawe ugageta gitwa riako Joana. Pia Yesu makofi mazuri. Na Mungu ilifika wakati watu wakiwa wamepesa maswali
marafiki wakiwa wameuliza maswali, hata wao wenyewe wakiwa na hayo maswali, Mungu akatuma malaika wake akaletea Zekaria mjibu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa tu tasa akitoa, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anatoa dhabihu kama ilivyokuwa kawaida yake. Na hiyo siku Mungu akaamua kutumana kwake. Na malaika wa Mungu akaenda akaambia Zekaria, usiwe na hofu tena moyoni mwako, maana leo hii mke wako Elisabeth atapokea mimba na atazaa mtoto ambaye ni Yohana, ambaye atakuwa furaha hata kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa leo kukuambia nini? Unaye Mungu anayetumana kwako. Unaye Mungu aletaye mjibu. Wewe umeuliza miaka mingi. Zekaria ni miaka mingi walikuwa wamekaa kwa Baba. Ni miaka mingi walikuwa wamekaa kwake Mungu. Lakini nashukuru huyu Mungu, maana siku yake ya kuja haikuwa imefika. Akanyamaza kimya, watu wakanena, watu wakauliza maswali mengi, lakini Mungu akaja na akamjibu. Mungu alituma malaika wake akamwambia Zekaria, usiwe na hofu tena moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Muwele weke ibada utuku elwale. Na kwani ndio umetoka hivyo kwa korone kuu. Hivyo bruti anerete biyeto kwelanja kwa konkono. Kile msoro kukolewa konkono. Rete ni mungelo. Muntu antubaze Zekaria na Elisabeth. Bakiro kwa nkolo bako batuto tindira muno. Tuturekanya ngo. Angeleta njiku kwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe mtu rekena ngota kwa nkolo wewe. Yesu asifiwe. Ukiogua mkoro ukifa moyo mpendwa, Mungu ataleta njibu. Kwenda bila solelo letio konyo wewe. Biblia inasema wale Zekaria kumaraba ile bakiromba. Kumaraba ile bakitambwe Mungu. Ndio mtu yeye ataandika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Zekaria na Elisabeth watafikiri ni mtu bawa. Na bakile kwa bikiria sio kiole pekea. Na mtu kwa wale beto kwela. Ukiakwenda wakati kile sauti siando. Ile kama wita moyo. Umeotoni sokele yako. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu akiwa ni sokele yako. Na watu ni kona. Pia mbaya kuna njibu lako. Inaweza kuwa kuna jambo umepitia kwa familia yako. Na ndani ya moyo wako unajiuliza, Mungu ni mpaka lini? Itaendelea kuwa namna hii mpaka lini? Siku ya leo Bwana amenituma nikwambie, ako na uwezo wa kujibu swali lako. Bwana tu kama utakuwa connected na yeye. Hawa watumishi wa Mungu, jibu lao halikuletwa kiolelaolela hivyo. Wewe nasema kiele ya kwamba they were righteous before God. Walikuwa watu wenye haki mbele za Bwana. Salimia mtu muulize, wewe uko na haki ndani yako? Na ili jibu liletwe, lazima kuonekane haki ndani yako. Kendeso kililetwa, Mungu wake muonekane ndani yako. Yes. Antobaze ndadaso kile modeli. Mungu oleleo na antobaza bageru. Oleleo ni baweza kulinga na maandiko yako. Oleleo na antobaza teko upeka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mtu ambaye atoma na kego, na mtu kwa wale kena Mungu atoma na kego. No mwanga wendele, wende mtobidi wa bidatu. Bwana asifiwe. Jana mtu moyo kibotuko wa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza lazima uwe mwenye haki. Jambo la pili lazima ufuate all the ordinances of the Lord. Jambo la tatu, unapaswa kuwa hauna lawama yoyote. Na hii lawama ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Lawama ikionekana kikionekana ndani kuu kama uteleka. Antobaba tekione ndio boma au uteka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa uteka hii kwa for example, mimi nikiongoza
Tusome ile John 15. Ule mstari wa 7. Wakara dene Bwana tutosia kwa sikara dene yenu. Rombeni kutukinya kutubore hapo kwenda kinyagori kuboga vitu vya Bwana Yesu asifiwe. Huyu naye Mungu Yesu alikuwa ananena haya maneno. Anasema ya kwamba mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu, chochote muombacho mtaweza kupewa. So hii ni kumaanisha ya kwamba ili tumulete mimi na wewe tuletewe mzigo, tunapaswa kuwa connected, tunapaswa kuwa ndani ya huyu Yesu. Ndio wakati ule ataleta mjibu katika maisha yetu. Na kama hakuna connection nzuri, ujua hautapata mjibu. Kwa mfano tuseme nataka kumeingia kwako nyumbani, nakuta watoto hawayakisha stima. Nitende stima unakwenda kwenda ndo waya si disconnected. Na waya si disconnected. Mwanzo ndio menyagoya. Nonto wale ite dia connected. Bwana Yesu asifiwe. No bali kioliwa bali no mtoko taka ni stima mtoko yake hudumi. Lakini mtoko menya kwenda waya si disconnected wewe kwa tuka mwanzo ndio menyagoya. Bwana Yesu asifiwe. So kenda connection kenda ndio bibi ndio kwenda bikanika. Mama ma connection kuna bolungu. Ende strong. Bwana Yesu asifiwe. Salimia mtu mwambie connection yako iwe sawa na Mungu. Bwana anakuna profeta sawa. Ndio wakati utamuuliza, ndio wakati utamuomba. Ndio leo ukamwomba. Alete mjibu katika maisha yako. Anasema tukikaa ndani yake. Na neno lake likae ndani yetu. Chochote tutakachokiomba, yeye atatupatia. Vile vile tukimwangalia mtu ambaye alikuwa anaitwa Hana. Pointi nyingine ambayo itakufanya swali lako lijibiwe. You must be a prayerful person. Bwana Yesu asifiwe. Mbona mtu wewe unaomba awe? Kwa hivyo huyu mama aliletewa pia jibu lake. Aliletewa jibu lake kwa sababu ya maombi ambayo alikuwa anaomba mbele za Bwana. Maadui pia walikuwa wanauliza ni mpaka lini utaishi haya maisha. Kama vile tunajua Penina alikuwa akinisa na jibu yake kwa mambo mengi. Lakini ilifika wakati akamjibu swali ama akaleta mjibu la Hana. Na hili mjibu la Hana lililetwa kupitia maombi. Wewe kama unataka mjibu siku ya leo, lazima uwe mwombaji. Lazima uinue sauti yako mwite Bwana. Naye Mungu ni mwaminifu, ambaye sisi tukimuita, ambaye sisi tukimuomba ataweza kutenda. Na kama alimjibu Hana, na akamjibu pia adui wa Hana,
Amina. Yeye ni Mungu mwaminifu. Watikikwa. Na Biblia inasema yeye abadiliki. Na Bible liwawakisitalia. Yesu asifiwe. Nenda kama alipekolo. Kanana ambaye ni gobi. Na wase Mungu kwa kuta no kweli ya kitai. Na wale na mtoto ndia. Praise God. Hapo na uwezo wa kutenda jamii. Na uwezo wa kutenda. Ndio Bwana ananituma nitie mtu nguvu. Mungu atumene pekee. Kama vile Bwana alinitia nguvu hiyo siku. Naona Mungu amekelea. Nikiwa na maswali mengi ndani ya moyo wangu. Sio mingi ndani. Na akaniambia usipe moyo. Apera na koe. Nitaleta jibu lako. Kalete choke. Wewe usiulize ni nini Bwana ataleta. Kauli Mungu Mungu usiulize akaleta. Anua mweke na limit. Akaleta kuleta Mungu bibi kanatoka kiwewe. Praise the name of the Lord. Wewe usibabaike. It doesn't matter. Itachukua muda gani? Hiyo kitareko. Hao watu walikana wakamgojea Mungu. Ando baba aliye na betela. Na hata wewe tulia ukae na ungojee Mungu. Na wewe ukibeli wewe. Naye Mungu anakutanga wakati wake, wakati ufaao. Mungu mmeya italia. Si wakati ule watu wengi wanataka. Si wakati ule hata wewe mwenyewe unataka. Anakutanga wakati yeye mwenyewe anambao naona unafaa. Kwa hivyo usibanduke. Ngenda mtu mwenyewe usibanduke. Unaye Mungu tu mbinguni. Aletaye suluhisho. Aletaye jibu. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa ukienda kwa daktari fulani akakwambia sasa wewe hautawahi pona tena. Hata utakaa na ugonjwa huu mpaka kufa kwako. Sasa unakaa ukijiuliza kwani Mungu mimi nitakufa hivyo tu. Unakaa na wasiwasi ndani yako. Ndio hii Bwana niulize nikwambie ya kwamba usife moyo. Yeye peke yake ako na uponyaji. Ako na uwezo wa kukuponya. Hilo jambo lisikuondoe kwake Mungu. Ana uwezo wa kuleta jibu. Sio hii atumana kwetu jamii. Ilikuwa just a day as this. Akatuma malaika wake kuleta jibu kwa Zekaria. Kama ninayo imani siku ya leo. Ninayo imani siku ya leo. Mungu atatuma malaika wake. Kuleta jibu katika maisha yetu. Kuleta jibu kwa watu wake siku ya leo. Kwa hivyo usife moyo. Kwa ibada ya leo tunapoendelea. Mwambie Bwana panda na kungojea. Kuleta jibu na maisha yangu. Kuleta jibu na familia yangu. Kuleta jibu na mume wangu. Kuleta jibu kwa watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu aletaye jibu. Ni yeye peke yake aletaye jibu.